Kwa majina naitwa Daudi Bosire. Mimi ni mkazi wa Nakuru West. Tena ni mwanachama wa bunge la Nakuru County. Jambo la kwanza, kuna jamaa ambaye anajiita yeye ni machungwa kutoka huko kwetu upande wa Kisii. Huyo jamaa anapenda kuvaa kofia ya wanawake na anaweka baruni kwa kichwa. Huyo jamaa amefuta pangi mingi na ana registrar wa Kisii kama Onyonga, Glory Oriopa, alafu na kiongozi wetu hapa anaitwa Samuel Rama. Huyo jamaa anasema ni one term. Sasa ukiwa Kisii inakuaje useme watu kiongozi ambaye ako Nakuru West ati unasema one term? Kichwa yako ni mzuri kweli? Unaanza kuchochea wa Kisii na unaizi Kisii. Sasa kama ni hivyo, kama unaona ni vizuri, ni vyema, uende kwa William Ruto, uende upewe shamba huko Sigoi. Kama unaendelea kutetea, kama unatetea serikali, kwa sababu kichwa yako mimi naona umeruka na akili. Hiyo ni jambo mbaya sana. Viongozi wetu haufai kuchochea viongozi ambaye tunaona wale ambao wanatetea wananchi. Jambo lingine, kiongozi wetu alikuja hapa Nakuru ambaye ni Fred Matiang'i. Niliona watu kwa mitandao ati nyoka ilikuja. Kwani nyoka ilikuwa ya mama yako ama wewe ndio ulituma hiyo nyoka? Sasa mimi kama mimi nilikuwa huko 58, mbona sikuona hiyo nyoka? Sasa hiyo mambo ya propaganda mingi mnaribia kiongozi sifa. Ati Fred Matiang'i ajui kuongea. Kwani mlikuwa mnataka piga nduru ama afanye nini? Mlikuwa mnataka ongea nini? Ama mlikuwa mnataka wadanganye vile mmezoea kudanganywa? Wakenya chanuka. Waje kukubali mtu mwenye anakuja kwa ground, mwenye anawaambia mambo ya uongo mtupu. Mwenye anakuja anawaambia maneno mingi, matamu ambaye haifai. Hiyo itawezekana. Sisi kama wananchi maskini oyae. Hii serikali ya William Ruto wakati aliingia kwa ground, alidanganya vile unaweza danganya mwanamke, unaenda kumnunulia ndege. Na hiyo unajua uwezi mnunulia. Unadanganya mwanamke anakubali, anaingia kwa kabeti, akiingia kwa nyumba, anaona wewe matambara, unafaa matambara, unalalia matambara. Hiyo vitu hatutaki. Sisi sio watoto tunadanganywa. Tumechanuka. Jambo lingine, mimi nataka hii ujumbe iendee wanawake wote wa Afrika ama wa Kenya. Kuna mrashi alikuja hapa Kenya, alitoka nchi zingine, alienda kaambukiza wanawake ugonjwa. Sio mtu akiwa mweupe hawezi kuwa na ukimwi. Huyo jamaa alikuja hapa Kenya, akarara na wanawake zaidi ya 800. Sasa bibi yako anafuata mwanaume mweupe kwa sababu ako na pesa. Sasa hiyo ni tabia gani mko nayo? Mnafaa kukuwa na adabu. Sio mzungu akikuja ati huyo mzungu hawezi kuwa na ukimwi. Mnafaa wanawake kuheshimu. Mnafaa kukuwa na heshima na mabwana zenu. Si ati ni pesa mnatafuta. Sasa pesa na ugonjwa ni kitu hali ya maana yenye unaenda kutafuta. Sasa ukitafuta ugonjwa unaenda kukufa. Hata ukiwa na umaskini upate shilingi 2 ama shilingi 3, bora maisha uendelee kusukuma maisha. Sasa Mungu atakuongeza masiku na utasukuma. Hiyo ni jambo mbaya sana. Na jambo lingine, mimi nataka kuonya wanaume wenzangu. Mmekuwa na tabia mbaya. Kuna mtoto huko Central. Kuna jamaa mwenye alinajisi mtoto wa miaka 9 kifaranga. Mtu ananyanyua mtoto wa miaka 9. Sasa hiyo ni shida gani? Hiyo ni tabia gani mko nayo wanaume? Inafaa kama mimi ningekuwa ni rais wa Kenya, ningepitisha sheria nyinyi wote mkatwe makende wale ambao wanachukua sheria ya kupaka watoto wadogo. Hiyo ni jambo mbaya, mnatuharibia sifa. Sisi kama wanaume, kama hao wanawake wenye wanasambaza nini kwa mitandao wanapelekea wazungu. Kwa nini hamwezi endea kwa wanawake kama hao wenye wajielewi? Hiyo ni tabia mbaya sana. Mmetuonyesha aibu, na sisi kama wanaume hatutembei, tunatembea na uoga kwa sababu mtu ukionekana mtu anakufananisha na mwenye alipaka mtoto mdogo. Hiyo ni tabia mbaya sana. Na hiyo sheria tunasema ipitishwe. Yule mwenye anachukua kitendo ya kupaka mtoto mdogo akatwe hiyo mkangali. Hiyo tabia sio mzuri. Na jambo lingine, mimi nataka kusema hivi. Mimi naona Sifuna mmempiga vita sana.